Lakini fahamu mkubwa hakosei Moses. Kunichagulia mwanamke ni moja wapo ya kosa. Sasa unasema vipi mkubwa hakosei? Sawa, lakini wewe ni wa kiume. Mimi ni wa kike. Kwa jinsi ninavyompenda na kumsikiliza mamangu, ningelikuwa wa kiume, angeniambia nifanye kama ambavyo umeambiwa ufanye. Mimi ningemsikiliza mamangu. Unamaanisha nini? Sijakuelewa. Namaanisha kwamba nakupenda sana Moses. Na wewe ndio mwanaume wa maisha yangu. Siwezi kukuacha. Hayo ndo maneno nilikuwa nataka kuyasikia. Na si vinginevyo. Nakupenda pia lao. Moze! We Moze! Yaani we Moze wewe, muda wote nakuita kumbe uko hapo unachezea simu wewe kweli. Na maana kunisikia au? Mama, nasikitika kukuambia kwamba niko busy. Na chati na mwanamke ambaye humpendi. Kipenzi cha roho yangu, huyo wa kwako uliomchagua, kamuoe mwenyewe. Mimi siwezi. Hivyo una akili wewe kweli? Una akili wewe kweli? Yaani unanidharau mimi mama yako kwa sababu unachati na wewe mwanamke unayemtaka. Nimekwisha kwambia, huyo mwanamke mimi simtaki. Nimeshakwambia simtaki. Nilomchagua mimi ndio mke wako. Hivi mama, kwa nini hatuelewani lakini? Kwani wewe ndio moyo wangu? Wewe ndio mtima wangu. Mimi nimemchagua huyo. Nimemchagua kutoka moyoni mwangu, sio moyoni mwako wewe. Huyo uliomchagua wewe mama kamchagulie mtu mwingine lakini sio mimi mama. Mama, tunapoelekea tutavunjiana heshima. Tafadhali sana. Niache na maamuzi yangu. Yaani unataka kunivunjia heshima kwa sababu wewe mwanamke wako. Nivunjie heshima. Nivunjie heshima. Si umeamua nivunjie heshima mimi mama yako. Mama. Samahani mama. Shikamoo. Marahaba. Nilikuwa naingia lakini muda mwingi nilikuwa nimetulia kwanza kwa nje. Ila maongezi yenu haya yenye taharuki yakanifanya niweze kuingia. Kwani shida nini hasa? Huyu mwenzako hana akili. Unajua sisi wazee wa zamani ndio wa kwanza kujua najua. Ninapokuambia kitu hiki akifai. Mimi nimeshaona. Kuna mwanamke ambaye anamwangania na mimi simtaki huyo mwanamke. Sawa, Moses. Samahani, nakuomba nje mara moja tuzungumze. Halafu utarudi. Njoo. Mama, pumzika. Atarejea kijana. Haupaswi kufanya vile. Tambuli ni mama yako sasa. Una muda ujaribu kumheshimu warao kwa uchache. Na sio kumpandishia sauti kama vile. Unadhani ile ni picha nzuri? Yaani usichokijua Shunda, ugomvi wangu mimi na huyu mama yangu kila siku ni swala la kunichagulia mwanamke. Yaani amejifanya sasa yeye ndio moyo wangu, yeye ndio mtima wangu, akili yangu, kila kitu changu sasa. Anichagulia mwanamke anayemtaka yeye ndio eti mimi ni muoe. Hivi hiyo inawezekana vipi ndugu yangu? Mimi nina moyo wangu, nina hisia zangu, nimemchagua mwanamke wangu ambaye nampenda mimi, afu yeye anajifanya hamtaki. Sasa inakuja vipi? Hiyo haiwezekani mimi kuchaguliana na wanawake bwana, haiwezekani kabisa. Sasa hii haikufanyi wewe ukengeuke sawa sawa. Kwa hiyo ukikengeuka unakuwa unakosea, Wale ni wazazi wametangulia kuliona jua. Na wewe ni mtoto wao, Mama yako anakujua vizuri sana wewe. Tangu upo tumboni kwake. Kukuchagulia mtu, anahisi yule mtu, wewe ndio utakuwa sahihi kwako. Najitolea mfano mimi. Mimi nimechaguliwa mwanamke na mama yangu mzazi. Na ninavyoongea mpaka sasa hivi tuko katika hatua za mwisho kukaribia ndoa. Wewe unaamini kwamba ukichaguliwa mwanamke na mzazi wako anaweza akawa baraka. Lakini zama zimebadilika ndugu yangu, tambua hilo. Sasa itakuwaje endapo atanichagulia mwanamke na mimi nikamkubali alafu nikadondokea pua? Ikawa mwanamke ambaye sio mwanamke wa kuendana naye. Hebu tafakari kidogo juu ya hilo. Mimi sio mtu wa kuchaguliwa wanawake. Wewe kama umechaguliwa ni wewe na zama hizo, zama za kwako wewe, ambao sijui unatumikia zama za Nyerere na kati sasa hivi tuko awamu nyingine. Hichi ni kizazi kingine ndugu yangu. Okay, anyway. Mimi nisikuhamishi kwenye mawazo. Nimesimama katika upande wa ushauri tu. Sawa sawa. Kwa hiyo kama maamuzi yako ni hayo kwamba wewe una chaguzi la moyo wako, it's okay. Mimi nilikuja hapa kukusalimia tu rafiki yangu. Na nimekuita tuongee nje, nimeona ndani unaweza ukaleta madhara kwa sababu kama inafikia tu unampandishia mzazi wako, si jambo zuri. Basi samahani kama nimekukosea. Acha mimi niende zangu. Sawa, lakini tambua hisia zangu mimi. Siku nyingine usije ukasimama upande wa mama yangu. Mama yangu anaweza akawa aidha mpotoshaji, japokuwa anaweza akawa sahihi kwa upande mwingine. Lakini kwa mimi, kwa maisha yangu, elimu yangu na level nilionayo, sio level ya kunichagulia mimi mwanamke. Aniache nimpende ninayempenda bwana. Sawa. Ubaki salama.
Eti kipi bora kati ya haya mawili? Kuchaguliwa mpenzi na mama yako mzazi au kuchagua mpenzi mwenyewe? Mimi naona bora ni kuchaguliwa mpenzi na wazazi. Kwa sababu unaweza ukajichagulia mpenzi mwenyewe, alafu baadaye akawa si mpenzi sahihi kwako. Utaeleza nini wazazi wako? Oh. Hata mwenyewe naona hivyo hivyo, kwa sababu wazazi wetu wao ndio wa kwanza kuona jua na wanajua mengi sana hapa duniani. Na ndio maana mimi nakupenda wewe mpenzi wangu. Ila naomba nipe dakika moja tu na kuja. Basi sawa. Simu yako ilikuwa naita. Kwa hiyo sijaitazama, sasa sijajua nani atakuwa amepiga. Hiyo ni nzuri mume wangu mtarajiwa. Kwa sababu mahusiano mengi sana huharibika kisa kushikiana simu. Huyu alionipigia hapa ni shangazi. Na hisi ananiulizia kwamba nitafika saa ngapi nyumbani kwake. Si unakumbuka nilikwambia kwamba leo nahitaji kwenda kwa shangazi? Basi sawa, ukienda kwa shangazi pia mwambie namsalimia sana. Haya sawa, nitamsalimia. Kweli mwanamke wangu ndio Sulunga kali telungi peskasi. Yes, Moses. Nakuhitaji hapa nyumbani mara moja. Usalama upo ila usijali, tutayajenga. Shunda. Vipi, uko sawa? Maana simu yako imenikurupusha kidogo. Nashukuru pia kwa kuitikia wito. Mimi nadhani nilikuambia kwamba nina mwanamke ambaye nimemchumbia na nataraji kufunga naye ndoa, si ndivyo? Ya, hakika. Sasa nashindwa utanianzia wapi. Shunda, hebu tumalize haya mazungumzo ndugu yangu nijue nini kinakusibu. Anyways, kifupi ni kwamba nimekuta namba ya mwanaume, yani amesave kabisa love kwenye simu yake. Lakini mimi sioni sababu ya wewe kuhuzunika kwa sababu haya ulijitakia mwenyewe. Ulikubali kuchaguliwa mwanamke na mzazi wako, ukakubali, si ndio? Sasa wakati umekuja nyumbani ukaniona mimi nagombana na mama yangu kisa amenichagulia mwanamke, ukahisi kwamba mbaya ni mimi. Sasa umeshaona matokeo yake. Hilo linalokusibu kwangu mimi naamini haliwezi kunisibu kwa sababu kipenzi changu Raudhati Ali nimejichagulia mwenyewe kutoka ndani ya mtima wangu. Nampenda sana. Yule ndio mahabuba wangu. Sasa ninaamini hayo hayawezi kunikuta kama yaliyokukuta wewe kwa sababu nimeshampinga mama. Hawezi kunichagulia mwanamke. Moses, umezungumza maneno mengi sana, lakini moja kati ya maneno ambayo nimemaki ni neno la jina ambaye umelitaja jina ambalo kama linafanana na huyu mwanamke ambaye mimi namzungumzia hapa. Umesema anaitwa Raudhati nani? Kipenzi cha moyo wangu anaitwa Raudhati Ali. Ni kwa nini hujapokea simu yangu kwa wakati? MC, unafahamu fika kama mimi naishi na Shunda. Na sio naishi naye tu. Anatarajia kuwa mume wangu halali hivi karibuni. Kwa hiyo lazima nimpe haki yake kwa wakati. Kama wewe unavyokupa haki yako kwa wakati. Umenihitaji, nimekuja kuwa na wewe hapa kwa muda huu. Na wakati unapiga simu alikuwa nayo Shunda, lakini kwa bahati nzuri hakuangalia. Kwa hiyo hajajua nani aliyenipigia simu. Nisikilize nikwambie mpenzi wangu. Ni kawaida yako kuongea shaga la baga la ndombolo ya solo. Au umemesi kipigo changu, si ndio? Umemesi ninavyopiga na kukata na nyembe, si ndio?
Hapana MC, mimi sijamisi hayo matukio ya kupigana pigana. Wewe mwenyewe unaelewa kama mimi nakupenda. Na ningekuwa sikupendi, visa vyote unavyonifanyia mpaka sasa hivi tungekuwa tumeshaachana. Nakupenda. Bofya. Bofya tena. Hilo ndio jina lake. Sasa labda nikupe na wasifu wake? Sawa, pengine majina yanaweza kafanana tu. Akawa si yeye. Sidhani kama ana wasifu pia hata wa muonekano wa mwanamke wangu ambaye ni naye. Tusiende mbali. Ngoja nikuonyeshe taswira yake ili uweze kumtambua, na wewe hata siku ukipishana naye ujue huyo ndo shemeji yako. Chaguo la moyo wangu, na sio chaguo la mama yangu. Hapana, chaguo la moyo wangu. Tizama taswira yake. Muone namna gani alivyo na taswira ya kulelewa katika maadili. Ni mrembo, mzuri. Ana kasoro gani? Na nimejichagulia mwenyewe. Sasa wewe ambaye umechaguliwa na mama yako, endelea kuteseka. Vipi? Mbona unanitizama sana Shunda? Umemtamani mwanamke wangu? Chaguo la moyo wangu? Acha hizo ndugu yangu. Kabembeleze ndoa yako uliochaguliwa na mama yako. Ina maana unatembea na mwanamke wangu?